Fresh mwanangu. Kama kawaida. Kama kaa. Amani tele. Fresh. Chidi Ben. Mpata Chidi. Chidi nampata. Fuatilia. Ngoma yake gani ambayo unaona hivi? Ngoma yake kuna ngoma moja hivi. Ukimsikia Chidi, yani ukisikia jina Chidi tu hiyo ngoma inakuja. Kuna ngoma moja hivi. Mwana tumemchanganya. Kuna ngoma moja hivi sema mmeisahau kidogo. Au na Mzee Yusuf nipe raha za dunia. Mwili wa Chidi umeona mwana? Hamna. Hebu mwili wake umeona fresh. Mwili wake. Huu vipi? Huyo mwanangu yuko vizuri kwenye ngoma zake zote yani. Kiufupi. Sawa, nasema mwili vipi ni maisha. Au autoe. Huo sio mwili huo. Huo sio mwili huo mwanangu. Wewe mwili wote huo mwanangu. Hicho kitambi hicho. Hiyo anatakiwa apunguze kitambi hicho. Kitambi inabidi kidogo kipungue mwanangu. Hamna bado sana. Mwili kweli kibosi. Yaani ukiangalia maisha yako kweli ukienda kwenye nani kwenye kitambi sio kweli. Kama mashabiki hatujaupenda angalia kitambi. Kama anafanya kazi Sakosti na kitambi kikubwa anafanya kazi Sakosti sio kweli. Ana kitambi kikubwa hicho. Anatakiwa apunguze kidogo. Apunguze mwili kidogo. Afanye mazoezi nini? Kidogo kishuke. Mbona kama watu kama wameelewa? Hamna. Hamna. Yaani kwa mwili wake ulivyokaa hivi. Kwa muonekano. Yaani mwili mwili za Jafomeli. Ila sasa ukienda hapo mbele kwenye tumbo hapo. Kwenye tumbo ndo balaa hapo. Kitambi kidogo kishuke. Mwanangu mwili vipi mwanangu? Njoo usome. Apunguze kitambi huyo. Kitambi ni ayusho. Kitambi jau. Yaani utaki kitambi. Wewe mwenyewe tumeona hapo. Mwili uko fresh lakini sawa. Hatujakataa. Sema kitambi kimezidi. Kitambi kimezidi. Ona anaporuka rafiki yangu kama vile huyo kukimbia hawezi huyo kiufupi. Akisema tukae road hivi mimi nampita brother. Kitambo ile ilala kitambo. Huyo alikoponoma. Lala kitambo mwanangu hivyo aongeze tizi. Asiache. Aongeze tizi fresh kila siku yani azingatie au sio? Inabidi aendelee hivyo hivyo. Inabidi aendelee hivyo hivyo asiache mpaka hakikishe yupo strong. Yaani karudi katika mwili wa kawaida. Ukiendelee vipi jao? Hivyo hivyo jao. Hivyo cheche mwenyewe sipendi mwili kama huo. Kitambi cha chini. Kitambi kipungue. Kitambi jao. Kitambi kitoke. Kitambi punguza hicho. Sio kweli Chidi. Chidi, hicho kitambi punguza mwanangu. Chidi hicho kitambi punguza. Chidi, hicho kitambi punguza mwanangu. Chidi. Sema Chidi. Chidi. Mwenetu Chidi. Benzi. Bana hicho kitambi punguza mwanangu. Kula gym sana, kula mazoezi sana, kimbia sana, kitambi kipungue hicho. Mziki fresh, mziki hatujakataa. Enjoy mambo karudi mzuri sana. Enjoy mambo karudi. Fresh. Kwenye game fresh mwanangu karudi vizuri fresh. Kitambi apunguze. Bana mmetija sana. Au sio? Chidi kitambi vipi? Hamna. Fresh, kitambi fresh. Mbona mshauri Chidi? Afanye tu mazoezi tu kidogo hapo aweke body lake sawa. Nikaelepo tu basi. Hichi kitambi fresh au akitoa? Kitambi akitoi kwa kweli. Unajua wanawake siku hizi tunaangalia muonekano wa mtu ulivyo. Naambia hapo pesa ipo. Hamna, unaweza kuwa na kitambi kama jamaa wangu hapa kwa hamna pesa zote. Kitambi hicho ni matatizo tu hayo. Kwa mwanangu Chidi hapo namshauri atoe. Chidi mimi namshauri atoe. Mnipe madhara matatu ya kitambi. Kitambi madhara yake matatu. Yaani nikisema yale ya ndani na ya nje, mimi nataka madhara matatu. Ya ndani na ya nje. Mchanganyie yote. Mimi sijai kuwa na mwanaume mwenye kitambi kwa sababu sikujua labda madhara yake ya ndani. Unahisi, unavyohisi. Mimi ninavyohisi labda ndani inaweza kaa show inaweza kaa haipo sawa. Kwa sababu kitambi kinatangulia kushinda mambo mengine hayatangulie. Kwa hiyo ni hasara ya kwanza. Hiyo ndio hasara ya kwanza. Show inaweza kaa mbovu. Show inaweza kaa mbovu. Hasara la pili. Hasara pili labda kukunje tu labda muonekano labda nguo unaweza kuvaa au kuonekana basi hivyo tu. Lakini kitambi wewe umesema hasara moja. Kitambi unaweza kulala pale nini ukaangusha ukajiachia. Kwa nani sasa? Kwa mimi au kwa yeye? Kwa mtu kama mtu wako ungekuwa na kitambi.
Kama kwa mtu wangu ndio ishatokea tena hivyo, labda nilimkuta flat kama wewe afu ikatokea. Itabidi tuende naye sasa hivyo. Kibishi tu, kama nitakaa nitafanyaje mimi sasa ndio nitakapojua. Kwa hiyo siwezi kumkimbia kwa ajili ya kitambi. Wewe almaarufu nani hapa? Mimi almaarufu naitwa Mariam. Mariam nani? Mariam Kitwanga, Mrisho Polotege Machezo, tajiri wa Shinyanga vijijini. Noma sana. Noma sana. Umetisha sana. Tumalize na hii hapa. Chidi Benz. King. Bwana huu mwili vipi? Mwili fresh. Unajua kwanza kama anavyosema mwenyewe alikuwa sema kwa ndani tu. Au sio anakula na kulala na kuamka. Kwa hiyo kuwafanya mishemisho yote. Kwa hiyo ukiwa unakula unalala ufanye kazi yote. Lazima mwili ujue kama sasa unamshauri vipi? Kama hapo sikashauri huu ndio muonekano mzuri kwake au hapo anaenda gym hapo. Sikashaanza kwenda gym nasikia. Kwa inabidi kitoke. Ndio kitoke. Chap kwa haraka. Nani kitoke? Hata kama sio chap kwa haraka lakini kitoke. Kitoke. Wewe ngoma gani ya Chidi unaelewa? Dar es Salaam stand up. Nipe kidogo. Nipe kidogo. Sasa nishakwambia mimi somo na ile muziki ile namfahamu la family wewe. Wewe mwanangu kibongo msanii gani kanyoka kwako? Wasanii wote kwa vizuri. Kama Simba tena unajua sikashatupeleka mbele au kashatupoteza. Nataka kipi umekiona? Kitu bado sijaangalia. Nani bana? Sasa Simba sijaangalia. Wewe msanii wako muda wote kibongo ile nyoka. Ananyoka kwenye kazi si ndio? Ambao anafanya kazi vizuri. Diamond anafanya kazi vizuri. Simba kuna Alikiba, kuna Rayvanny, kuna Mbosso ndo namkubali sana mwanangu. Anajua. Mbosso namuelewa sana ngoma zake. Ngoma moja ya Mbosso naikubali. Mbosso kama ngoma yake ya mwisho yote. Sitaki na yote itaje. Mwingine kuna ngoma yake moja inaitwa Pepe. Noma sana. Katisha sana. Wewe mwanangu ndo mistari ukumbukage kabisa. Sikumbuki, mimi nasikiliza tu. Style yangu sikiliza tu. Bwana umetisha sana. Au sio? Wewe mwanangu Chidi Benz kitambi kile ondoa. Chidi Benz apunguze mwili kidogo na balance mwili wake kidogo. Takaa sawa. Maana nyie ndio mnaonaga hivi vitu. Chidi Benz hichi kitambi kipi? Kinacho Akitoa. Au kibaki? Hamna kitu. Unapenda nyie nani kitambi? Hicho kimekaa vibaya kwanza. Haipendezi. Haipendezi. Kwa hapa fanyaje? Afanye mazoezi. Afanye mazoezi. Fanya tizi. Ndio kama kakielewa kitambi. Hapana, yani vitambi mimi sivipendi. Sivipendi vitambi kwa kweli. Wewe hapa hichi akiondoa. Akiondoa. Mwambie Chidi anakuona hapa. Mwambie Chidi akutana na hii kitu sana. Mwambie nini kibaza Chidi. Neno moja kwa Chidi. Neno moja kwa Chidi. Mwambie nini Chidi? Mimi namwambia afanye mazoezi. Kipongoe. Unamkubali lakini Chidi ngoma zake? Namkubali sana. Dar es Salaam stand up. Mtoto wa Ilala, mimi mwenyewe mtu wa Ilala yani. Wewe unakumbuka verse yake Nyingi lakini zimenitoka kichwani kidogo. Mambo mengi harakati zimezidi. Chidi Benz. Unamkubali bwana? Namkubali sana. Huu mwili wake umeuona mwana? Huu mwili wake nimeuona. Huu mwili vipi? Wewe kama shabiki wa Chidi Benz. Mimi shabiki wa Chidi Benz, upunguze kidogo. Kidogo? Kidogo, yani tumbo lipungue. Yaani sio kwa nini asipunguze kabisa? Hapana, kidogo tu. Asipungue sana. Kwa nini? Kwa nini? Mbona kama ana muonekano fulani kwa kirikirosi na sauti yake? Hajapungua sana, anakuwa so hip hop sasa. Yaani ile tumbo umeliona? Ile tumbo ndio ndio likatike ile. Wewe tumbo linazingua? Tumbo ndio linazingua. Wale wa mashabiki wa Chidi. Mashabiki wanasema mwanangu ili tumbo design kama unafeli hivi. Kweli anafeli. Yaani ile kidogo tu. Aende gym akate tumbo. Kifua kiko fresh. Fresh kabisa ila tumbo tu. Mbona kama mambo kapoa? Hamna. Tumbo. Umeona kwenye jumba lile? Nimemwona. Kwenye suti ile ulimuona? Nimemwona. Inakuaje mwana? Kama kawaida. Fresh. Chidi Benz unamfahamu Chidi Benz? Sana. Kama kawaida. Wa kwetu huyo mtoto wa Ilala akatufunza. Zoom mwili. Yaani kuizumu mwili wa Chidi Benz. Sasa hivi amekaa kimya lakini nataka niangalie mwili vipi? Huu mwili kwa Chidi Benz kwa sababu ni mtu wa hip hop. Mtu wa hip hop asilimia kubwa anakuaga na anatakiwa awe na pumzi. Pumzi inasaidia. Hasa brother kidogo sasa hivi pumzi imechechea, yani imepungua. Lakini akifanya mazoezi akirudi kama mwanzo anarudi kwenye game. Na ni mtu mzito. Huu mwili unamshauri vipi? Wewe unamshauri vipi? Huu mwili kama mwili kama huu lazima akaukate kidogo. Mwili akaupunguze kidogo. Cha kupunguza ni tumbo. Tumbo kubwa sana. Tumbo kubwa limezidi kifua. Design kama kitambi afu sio kitambi. Lakini si anachana mnamuelewa? Kuchana na chana lakini si tunachoomba
apunguze tumbo. Chidi unamsikia mshikaji? Mshikaji anasema ya tumbo design kama unafeli hivi. Anafeli kweli. Tunachoomba ni brother yetu anatuwakilisha watoto wa Ilala, Tanzania, Dar es Salaam. Tunachoomba apunguze tu, yani hao mafuta yakate, kwa sababu hayo ni mafuta. Akishayakata anarudi kwenye game. Brother anajua kuimba, anachana. Neno moja kwa Chidi, kaka umerudi kwenye game, achana na mambo mengine yote. Tulikuwa tunakupenda na umerudi, tumekupokea. Lakini kitambi toa. Chidi Benz sawa ni brother, lakini wakati mwingine anatuangusha. Hata kama kafeli, sio aende mpaka apewe kiatu kionyesho kwenye mitandao. Si kweli. Tunajua brother ni swala la muda, atarudi kwenye game. Na game yuko sahihi, yuko vizuri. Kwanza tunashukuru Mungu mpaka alipofikia hapa sasa hivi. Tunamshukuru Mungu kwa sababu brother alikuwa kashapotea, ila karudi na anapiga vita kuhusu madawa ya kulevya. Kwa hiyo brother, rudi kwenye game, pambana. Vijana wako tupo, mashabiki zako tupo, na tunakusupport kaka. Kama kawaida. Wanakuita nani mtaani? Mimi wananiita Ibrahim hapa. Almaarufu. Na ndio hilo Ibrahim kabisa. Ibu hiyo. Chidi Benz. King Kong. Mwili wake umeuzungu. Nimeuona sana mwana. Umeona mwili wake? Kama kawaida. Kama hujaona wewe. Nimeuelewa, nimeuona. Jamaa ishi nao mwili. Siuelewi hata kidogo yani. Yaani umemwharibia baba. Huyo mwanangu sana, lakini kwa huo mwili. Mwili wa pesa, mwili wa afya. Hamna, kamnyama kama Chidi Benz au mfai hata kidogo. Mwanangu mwili inabidi ingie jimu nini, akaze sana, afanye mazoezi au kate. Sana hicho kitambi noma. Kitambi noma baba. Chidi unamwambiaje chap? Akaze tu, afanye mazoezi kwa wingi nini, apunguze, afanye diet kama kawaida ili mwili ushuke huo hapo mwanetu. Kama kawaida, lakini mwili huo haufai kwa yeye. Kwa mnyama kama yeye inabidi haufai mnyama. Chidi afanye mazoezi. Mimi shabiki wake, afanye mazoezi nini, akate mwili ile, arudi kama zamani, si unajua. Dar es Salaam stand up. Dar es Salaam stand up, utahenza kama kawaida. Mzuka upae watu mpaka washangae. Dar es Salaam stand up. Mara nyingine najiuliza mashabai. Nashindwa kupata jibu. Uko mbele siendelee. Kama kawaida. Jamaa Chidi apunguze tu mazoezi, hajazingua sana, sema apunguze mazoezi, afanye mazoezi. Apunguze kitambo. Bana umetisha. Poa. Zinaendelea. Kuhusiana na mambo ya lebo za wasanii. Msanii kwa mfano kama Ibra wa Konde Gang. Alikuwa Konde Gang, sasa hivi amechomoka, anaiongelea vibaya Konde Gang. Na jinsi alikuwa anaishi na bosi wake. Dogo Sergeant naye hivyo tena alikuwa na mano kwa Chino. Amechomoka, anaongelea mambo alikuwa alichomoka mpaka ongelea ubaya. Unadhani kuna tatizo gani? Mbona wasanii wamekuwa wakitoka kwenye lebo wanazungumzia vibaya, kutoka kwenye lebo wanakuwa kimya? Nahisi hiyo wanakuwa wanaharibu hii kutoka katika lebo ni kujiongeza, kwa anaangalia maslahi yake. Muona anaangalia maslahi yake, lakini ile kuponda ile anaotoka ile group yake anaotoka inakuwa anazingua. Umeona? Lakini kutoka kwa maslahi, kama maslahi mimi mwenyewe kama sehemu ambayo sioni maslahi nilipi, mimi mwenyewe naweza nikajiongeza, lakini sio vizuri kupondea sehemu ambapo kumekuinua, si unajua? Sio vizuri. Hata kama kuna tatizo inabidi utafanyaje? Watu watauliza kwa nini umetoka? Watauliza ndio. Kama kuna changamoto mimi nitasema, ambazo inabidi niseme nitasema. Lakini sio ni sawa anapoongea, lakini sio kusiliba kama vile anavyosiliba. Maana sasa hivi tumekuwa watu wa kuongeza chumvi. Unajua kama mtu fulani anaye, kwa mfano mimi nimempondea jamaa wangu hapa, wewe umeona hapo nilikuwa naye, afu nimekuwa naye, lakini ana maovu, lakini sio ya nani, nikitoka mimi namzidishia maovu mengine. Ndio wanavyofanya sasa hivi vijana wa sasa hivi. Inakuwa sio kitu kizuri.
wakaze tu. Sasa watu wanaongelea sana mambo ya lebo walipotoka na wanazisema sana lebo zao. Wanasema wanaambia hao watu wanaorani lebo kuna namna hawajui kuendesha lebo. Namna hawajui kuwatunza wasanii wao. Ingekuwa kama kutokutunzwa, wangekuwa na nani, wangekuwa pale pale wanapoingia wakatoka pale pale. Sema sisi hapa tuna kawaida ile, kwa mfano tumezaliwa, wewe umeniweka umeniingiza kwenye nani yako, kwenye media yako, afu baadaye nikaanza kupata jina, lazima mimi nitataka nijengue, afu nione kama nakusiliba wewe na mimi nipate kujibusti kutumia wewe. Yani nataka wajibusti. Anajibusti yule, kashakuwa mkubwa. Mwanamani sasa hivi hawezi kumpata kwa nani, kwa hiyo yule kashakuwa mkubwa, kwa hiyo anaweza kawa kutumia kama kujibusti, kutumia Konde, umeona? Anajibusti kutumia, anampondea blaza nini, kutumia yeye ajibusti. Japo anaweza kawa Konde kulia na mabaya, lakini vile vile na yeye anaweza kawa anajibusti kutumia blaza yule Konde Gang. Asilimia yani inaweza kawa 70 kiki, japo hatujui maovu ya blaza Konde, si unajua? Pamoja baba. Sio kama ndo mwili wa afya au? Sio mwili wa afya, unaonekana kabisa mwili wa ugonjwa. Hapa mnajua pesa ipo na nini? Hapo jao. Hapo jao. Kwa Chidi hapa afanyaje? Ni hapa fanya mazoezi, apunguze kitambi chake, arudi Chidi yule wa kurap. Huyu sasa hivi anazingua. Huyu jao. Tunamtaka Chidi wa Ilala. Mazala yako na kitambi kama hichi. Mimi niambie mazala yale ya ndani ndani. Wala unaotuelewa watuelewe. Mazala ya kitambi ni. Mazala ya kitambi ni mengi, anatakiwa awe na mwili wa mazoezi. Matatu. Anakuwa afanye kazi vizuri. Kazi nyingi. Unayoongelea wewe sasa hivi ni kazi gani? Hayo mengine ya ndani sasa nikayaongelea, ila afanye kazi vizuri, awe na mwili wa mazoezi, arudi Chidi yule wa Ilala ambaye ana rap vizuri, lakini huo mwili sio mzuri. Mzuka utamba kabisa yani. Mpaka watu wapaga. Umo. Wote tunashauri afanye tu mazoezi. Namkubali sana. Ngoma gani Chidi unaikubali? Nishasahau, wewe alikuwa anamfuatilia zamani toka ameacha toka sasa hivi kwanza kuna upepo umepita hapa. Watoto wanatoka kwenye lebo hapo wanaongelea vibaya, kwa mfano kama Ibra anaongelea vibaya nani Harmonize kwenye lebo baada ya kufunga lebo alikuwa. Kwa nini watu wanaziongelea vibaya lebo zao baada? Ni wivu tu wa maendeleo. Unajua mtu ukiwa umetoboa kwenye maendeleo, kwa hiyo mtu anakuwa apendi mafanikio yako, apendi maendeleo yako. Kwa hiyo ni wivu tu wa maendeleo. Unachotakiwa mtu unakaza, ujali majungu ya watu, hivyo yani. Sasa kama mtu umefanywa mabaya usiseme. Unasema, lakini sasa ndio ushafanywa, utafanyaje? Mabishano sio mazuri, kinachotakiwa wewe ni kupiga kazi, unaangalia unaingiza pesa kiasi gani, yani hivyo yani. Benz, family bigi sana. Yani kinyama, ndaki yani. Ngoma nyingi nazikumbuka, sababu unajua tena mambo mengi kichwani kwangu. Ngoma gani unaikumbuka? Bwana, ngoma za zingine ukimsikia Chidi sasa hivi akitajwa Chidi, yani ngoma lazima ije kichwani. Nimesahau kidogo mwanangu. La familia nimesahau. Dar es Salaam stand up. Hiyo Dar es Salaam stand up. Hiyo askari wako. Hujakosea. Awe Chidi umfuatilie. Sema ndio hivyo, sajua kitambo. Matango yenye mambo yake yale afu bana, huu mwili unaona mzumu mwili mwanangu. Mwili nimeuona askari wangu. Kitambi vipi? Sema iko kitambi, mzee baba alibidi apunguze kidogo. Apunguze mwanangu. Unasema 20? Yani kidogo apunguze mwanangu. Mambo apunguze. Mwanangu umeniambia wewe umesema 20. Jamani, sema 20. Wewe wangu usiuona askari wangu ndio unaona sasa hivi. Ndambi. Maana huo watu wa kike ndio wanapenda mwili unamwambia. Hamna babu, apunguze kitambi. Apunguze kitambi mwanangu. Apunguze kitambi. Fanya mazoezi tu kidogo. Arudi kama zamani mwanangu. Hapo kazingua mzee baba. Mzee wangu mwili vipi? Apunguza mwili. Apunguza mwili. Mwili mkubwa sio mzuri. Ndio afya ndugu yangu amerudi kwenye game. Alikuwa ameisha unajua. Chidi unajua alivyokuwa zamani. Najua. Alikuwa ameisha unajua. Sasa hivi sio kama ndio bora. Hela itakosha ingie hela hii. Kwa hapo unamshauri vipi? Abaki hivyo hivyo tu. Abaki hivyo hivyo tu. Abaki hivyo. Hapa anaonekana hapo. Nyama mwingi. Japo anasema mwili zamani akiwa anatakiwa kupunguza mwili. Mwili mkubwa. Ili apunguze mwili. Lakini dada zetu wanaupenda mwili. Eti dada yangu mwili vipi? Neno moja tu. Huko ulipo wanakusikia. Mzee wangu mwili vipi?
Kwa mimi ni mshabiki wa Chidi Benz na napenda kila kitu anachokifanya, ila kwa huu mwili mimi naona uko sahihi, ila isipokuwa ni kitambi tu angepunguza. Kitambi kikiondoka ndo anakuwa King Kong mwenyewe tuliomzoea. Mwana Chidi punguza kitambi mwana. Kianza na kitambi kwa Chidi. Kwa sababu mimi nimeambia bwana tuhakike sisi watu wetu napenda sana vitambi hivi. Hichi vipi kwa Chidi? Apunguze kidogo. Hebu mwambie Chidi anakusikiliza pale. Apunguze kidogo hicho kitambi, afanye mazoezi. Unaona anashinda hata kuruka. Kuna nyama nyingi sana huyu. Si pesa afya na nini? Hapana. Okay, hebu nipe madhara ya kitambi. Unajua wewe madhara ya kitambi tutaanza ni hebu nipe madhara matatu ya kitambi. Mimi sijui madhara yake lakini huo mwili hapana. Ngoja kwanza. Mimi ndio yangu sipati. Mpaka niambie madhara matatu ya kitambi. Sijui. Haujui? Zara moja, utajia zara moja ya kitambi. Sijui kweli. Haiwezekani ndio yangu hujui madhara ya kitambi. Haujui madhara ya kitambi. Sijui madhara ya kitambi. Madhara ya kitambi kwanza unakuwa ugongi fresh. Umeona unaweza ukasaidiwa. Umeona Chidi Benz before na after, si ndio? Zamani alikuwa ile ni mtu fulani mwenyewe na kitambi, umeona? Mwenyewe na kitambi, lakini kitambi chenyewe hiki cha mshono, umekiona kama hivi? Cha msingi atakuwa ale kevante nyingi. Hichi kazi fresh unapeleka. Mimi napeleka moto. Hii fresh kabisa. Yeah, anatakiwa ale kevante. Bwana kuesha cha Chidi. Hichi cha Chidi umekiona? Cha Chidi kimezidi. Changu na cha Chidi. Hapa apeleki moto? Huyu apeleki moto. Anaweza kanaibiwa tu. Kwani ngoja kwanza. Hapa mtoto wake amuoni. Mtoto amuoni hapo. Oya. Sasa unacheka mwanangu. Mbona umecheka sana? Amesema mtoto aonekane, umemuelewa? Nimemuelewa ndio. Umemuelewa? Alafu anakuuliza madhara ya kitambi unasema hujui. Kwa pale wewe hapo ndo kuniambia hapa mtoto aonekane. Hapo mtoto aonekane. Kwani shida ni mtoto aonekane au mtoto anafanya maajabu? Maajabu wapi, anaweza kaanaliwa hela tu. Unajua ina maana hapa hata akitumia vumbi hakuna kitu. Ushaona? Hata msingi yale kevanti yale valu atakuwa yuko juu. Tizi nini? Tizi fresh. Chidi ni mwanetu. Lakini unaona kitambi mwanangu. Hiki kitambi cha mchongo babu. Umeona mtoto fresh anaonekana. Wengine tunatumia dozi. Mwanangu. Bwana poa. Sasa hivi kuna upepo fulani umepita. Watoto ambao wapo kwenye lebo wanakaa kwenye lebo, wakitoka kwenye lebo wanaanza kuzungumzia mabaya kwenye lebo. Kwa mfano tumemsikia Ibra anamuongelea jinsi alivyokuwa anaishi na brother Harmonize wakati yupo kwenye lebo. Sasa hivi Dogo Sajenti alichomoka akawa anasema alipokuwa anafanyiwa na kwa Chino. Tatizo ni nini? Mbona watu wakiwa kwenye lebo ni kimya, lakini wakitoka ndo wanaanza kuongea? Hakuna, ni kiki tu hizo. Kiki. Ni kiki. Nashauri, yani ushauri wangu mimi mwenyewe, unaona huyu hapa mimi alikuwa bosi wangu, unamuona wewe? Si unaelewa? Lakini tukatafuta kiki kama tumegombana. Si unaelewa? Lakini hapa tunaongea fresh, lakini iende. Mbona unataka kuniambia yote ni michezo tu? Michezo ya kimtandao. Hivyo. Hamna beef, hamna nini? Hakuna beef. Lakini kuna issue aliongelea brother nani yule Ibra. Kwamba sijui aliitwa Ibra, mbona na nini unataka kuniambia ni beef. Chubani si maneno babu, hayo ni maneno, hata kwenye kanga yapo mwanangu. Unajua hakuna kitu, ni kiki tu. Unajua bongo ina maana unaweza ukatoboa dakika mbili kuonekana uko mwimbili. Hivyo yani. Bwana umetisha sana mwanangu. Mimi naitwa Voko, mtoto wa Paroko, mjukuu wa Nyeto. Nilianza kutoka kabla makanisa hajaanza kutoa wokovu wa kuokoka. Hivyo mwanangu. Hebu neno moja kwa Chidi. Chidi Benz. Chidi unga sio issue, kula ugali. Hivyo. Wewe ngoma gani ya Chidi unaikumbuka? Ukisikia Chidi Benz ngoma aloimba na nani huyu, nani mzee Yusufu yule? Mara nyingine najiuliza nitoke namna gani mimi na bala jibu. Kama kama chekani na baba majaribu. Na mimi hivyo mwanangu nitaharibu. Umeona haina noma mwanangu. Boni Voko, mtoto wa Paroko, mjukuu wa Nyeto. Mimi nichukue mjukuu wa Nyeto. Hiyo ndio nimeishi. Boni Voko, mtoto wa Paroko, mjukuu wa Nyeto. Hii ni TNC TZ, mimi ni Colin Mena, nilikuwa na Paroko ama sio bana? Tulikuwa hapo mitaa Kariakoo. Boko moko. Goodbye.